mara kwa mara. Ndio anachotaka shetani. Amen. Kwa hiyo dawa ni kuondokana na aibu. Amen. Kuitupa pale, amesema unatupa hofu mbali. Ukiitupa hofu unakuwa na ujasiri. Amen. Ya pili ni kuikataa dhambi. Ukianguka kwenye dhambi, Biblia inasema kwenye Waebrania anasema mwenye haki huanguka mara 7 akarudi, akatubu na akasamehewa. Amen. Lakini kama haurudi hautubu, sisi hatuwezi. Kama kuna siku ile ninayosemaga kwamba yule mama Potifa, yule mke wa Potifa aliyomsingizia Yusufu kwamba alitaka kumbaka, na Yusufu akaenda akakaa gerezani bila kosa lolote, amesingiziwa amebaka. Akakaa gerezani kwa muda ambao hatukuambia alikaa muda gani, mpaka pale ambapo alikuja kutafsiri ile ndoto, ndio akatolewa kwamba kuna mtu yupo kule na uwezo kufanya. Wakasahau kwamba huyu ni mbakaji mkubwa, anawezaje kutafsiri hii ndoto? Wakasahau hayo yote. Akaja akawa waziri mkuu. Sasa akasema huyu Yusufu anajua mimi nilizingiziwa. Akijieleza hamna mtu anayemsikiliza. Alitakiwa kumtakasa yule Yusufu kwamba wewe huyu hapa, huyu alizingiziwa. Alitaka aseme yule mama kwamba jamani, mwenzenu leo ndio nataka niokoke, mnisamee, naomba na Yusufu anisamee, nilimsingizia kwamba alitaka kunibaka, lakini mimi ndio nilikuwa nataka kumbaka yeye. Nani atakuwa nani aseme? Asimame aseme. Umeona? Sasa nikasema ile dhambi yule mama kama hakujieleza kwa watu, hakwenda kutubu kwamba jamani, mimi sasa aonekane mke wa Potifa kabisa alifanya 1 2 3. Inakuwa ngumu kwanza. Yaani mimi ni sawa tu na yule mfalme wa Shamu aliyoambiwa na Elisha, nenda kajichobe kwenye bahari kule kwenye mto Yordan mara 7. Yaani mimi anaangalia mavazi yake. Yaani mimi niende Yordan, si bora hata angesema niende kuna mito mingine, yaani kuna mito ambayo ni ya thamani, kuna bahari ya ameshiriki kuniambia, ananiambia niende. Mwana, sasa mtu anaanza kujakala hivi, mimi nikasimama pale mbele nianze kukiri kwamba nilifanya 1 2 3. Kweli mimi kuna kile kitu, ile aibu sasa ndio silaha ambayo shetani anatumia. Ile aibu ambayo inakufanya wewe usijieleze hapa mbele za watu. Hapo ndio na Yesu alisema atakayenionea aibu mbele za watu hapo, na mimi nitamuonea aibu hapo. Sasa ile aibu ile shetani ndo anaishikilia kwako. Wewe unaona kama ni ustaarabu, kama kwenda kujieleza pale. Unaona ni ustaarabu, lakini mzee ndio furaha yake kaishikilia. Akishikilia vile mpaka mwisho unafika mbinguni. Wanapoanza kubaguliwa watu kwamba kondoo huku mbuzi huku. Pale Yesu aliposema atabagua kama kondoo hapo, mwingine atasema Bwana mimi nilifanya huduma, nilifanya hiki kwa jina lako. Sasa sikukujua. Yaani hasemi sikujui kutoka sasa sikukujua toka ulikuwa unafanya zile. Kumbe ulikuwa unafanya mambo, lakini huku kuna mambo mengine ya chini unayoyafanya ambayo hayapendezi. Na alikuwa hujawahi kuyaweka wazi kuyakiri. Amen. Sasa kwa maana ukimkiri Yesu kwa kinywa chako na kuamini moyoni, mtu anafanyaje? Anaokoka. Kuna mambo mawili, kukiri na kuamini, unaokoka. Sasa ukiri usipofanyika ukiri kwenye jambo lolote kama limeenda ovyo, usipokiri, Yesu anasema asiponikiri na mimi sitamkiri mbele za Baba. Atakuonea unapoona aibu. Yaani shetani angalia ile kwamba huyu mtu mshikie kwenye aibu, na hiyo aibu ndio inashika wengi sana, aibu kuliko kitu kingine. Mtu akishafanya dhambi, shetani yani lengo lake akishakushika ufanye dhambi, basi anashikilia pale pale. Aibu itakutawala, wewe utakuja kutubu. Usipokuja kutubu unakopa kusutwa, basi ndio hivyo. Amen. Sasa
sio aibu kwenye jambo moja, mambo mengi. Yaani mtu tu anaweza kawa ulimsingizia mtu uongo. Kumsingizia tu kule mtu uongo ni uuaji. Amen. Unaweza kumsingizia mtu sasa, jamani kitu changu nani ameiba, unamsingizia, mimi sielewi, ila niliona Dani amepita hapa. Atakuwa achukua Dani. Kumbe wewe unaelewa umechukua wewe mwenyewe umeiba. Lakini unamsingizia mtu mwingine uongo. Watu anakamatwa, watu wanasota magerezani huko, kuna wengi wamesingiziwa kuliko waliofanya dhambi halali. Wote wanafanya matendo maovu hapo nje, ila wengi walioko magerezani, wengi wamesingiziwa. Amen. Sasa yule mtu amesingiziwa amekaa kule ni uuaji. Yaani wewe unayesingizia, kumsingizia mtu apite kwenye njia ambazo sio zake, hakustahili kuzipita, ni uuaji. Amen. Hiyo nayo ni dhambi. Inatakiwa kukiri kwamba jamani mwenzenu naomba mnisamehe. Nilimsingizia mtu fulani amefanya 1 2 3. Ndio njia pekee yake. Lakini unakuta mtu amemsingizia mtu fulani. Mimi naelewa umenisingizia. Sasa nilikuona kabisa unafanya hivi. Mimi naelewa kabisa ukuniona na wewe mwenyewe unaelewa kabisa hivi nimemsingizia. Inatakiwa uje ombe msamaha kwa Bwana. Naomba nisamehe, unajua badala ya kuomba msamaha anaanza kuzunguka tena kwa majungu, kutengeneza kwa majungu. Yaani kuna watu anaanza kutengeneza njia tena, anataka atengeneze kupitia tena majungu. Yaani anazunguka kwa majungu mpaka anajikuta kwamba sasa ameshaanza kuongea na wewe, mnaanza kusalimiana, kufanya nini, lakini amepita njia, hajaomba msamaha kabisa. Yaani ila amepita mizunguko. Bwana asifiwe. Mmekosana ndani ya nyumba. Baba baraka kuomba msamaha kwa mama. Ataanza mizunguko. Tuna mtoto tena kamwambia mama sini. Kamwambia mama sini. Baadaye mara analeta mara kitenge, mara nini. Hajawahi kuomba msamaha hapo. Baadaye yeye anasema wewe aniacha nani? Mambo maisha yaendelee tu kama siku zote basi. Yaani mnaendelea kuongea kina sio kwamba alishaomba msamaha hamna. Ila amezunguka ametumia majungu fulani. Unajua mke wangu mimi ananisingizia tu kosi na nini, yule mama fulani yule mbaya sana, yule si nani, ukiwasikiliza sana wale si nini na nini. Hajaomba msamaha kwenye ile jambo, ila amezumpitia majungu. Unaendelea tena kuishi tena vizuri kwa amani na nini. Lakini Yesu ndo anajua kwamba huyu hajatengeneza. Amen. Mimi najua tumetengeneza, lakini Yesu anajua kabisa huyu ametumia tu majungu tena kujipatanisha. Amen. Nyosha maelezo moja kwa moja, bali kosea 1 2 3. Naomba tusameheane yaishi. Yaani pale ndio Yesu anachotaka. Amen. Amen. Na silaha ya 4 ndio hiyo msamaha, ni kuomba msamaha. Pale ambapo umekosea ukaombe msamaha, lakini Shetani anawafunga watu haji kuomba msamaha hata siku moja. Kama mimi nikatubu kwa fulani nilikosea, naomba nisamehe, hiyo haipo. Au mimi mtu amenikosea nimsamehe, hiyo inakuwa ngumu, yaani kutangaza msamaha. Yesu anasema